Nikusalimu kwa siku nyingine leo. Kwa majina yangu ninaitwa Simon Mponda, mtumishi wa Mungu na wanadamu. Leo ninakuja na neno ambalo linaenda kutuongoza katika maisha yetu, maisha ambayo kwa nafasi kubwa sana tunamtegemea Mungu. Sambamba na kumtegemea Mungu, lakini tukaacha kufuata kusudi la Mungu. Mungu ameumba dunia akiweka ndani yake umoja, mshikamano, ushirikiano, upendo, amani, utulivu. Hivyo vitu ambavyo Mungu amevifanya vya msingi sana katika maisha ya mwanadamu anapokuja kuishi hapa duniani. Lakini sasa mwanadamu anaenda kwa kinyume sasa. Lakini haipendezi mbele za Mungu. Haipendezi mbele za Mungu kwenda kinyume na vile yeye alitaka tuende. Lakini nikienda kuangalia hapa kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5, nitaenda kusoma mstari wa 9. Maandiko yanasema, chachu kidogo huchachua donge zima. Chachu kidogo huchachua donge zima. Sasa chachu inapotokea katika maisha ya mwanadamu, hakika lazima kutakuwa na mabadiliko. Lakini kimsingi hatuhitaji chachu iletayo athari na maangamizi. Kila kitu kwa kiasi. Chachu. Lakini inawezekana isiwepo na tukaiondoa hiyo chachu. Tusije tukaharibu nini? Donge. Dunia yetu ni donge. Tusiende kuiangamiza kwa sababu ya mambo ya kimwili. Kwa sababu ya kufuata mambo ya kidunia. Tusiende kuweka chachu, dunia ikaenda kuharibika. Tumepata neema, tuitumie. Tuwe watu wa shukrani mbele za Mungu. Lakini katika hayo yote tunaenda kuangalia tena ule mstari wa 13 ambao unasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru. Tuliitwa sisi ili tupate uhuru. Sasa kama tumepewa uhuru, kwa nini tunautumia kwa vibaya? Uhuru wa kuishi. Nazungumzia maisha, uhuru wa kuishi. Kwa nini tunatumia uhuru vibaya? Uhuru tuliopewa na Mungu, hii ni nafasi ya kipekee sana. Anasema, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali mtumikianeni kwa upendo. Tutumikiane kwa upendo. Mtumishi wa Mungu, uwatumikie watu wako kwa upendo. Mtumishi yeyote aliyopewa nafasi, mamlaka ya kusimama kama kiongozi ni mtumishi. Mahali popote pale, wewe ukiwa kiongozi ni mtumishi. Watumikie watu wako kwa upendo. Hilo ndio kusudi la Mungu, na Mungu ndiye anapenda hivyo sana, kuwa na upendo. Na isiyo tu upendo. Mambo yote nenda kwa kiasi. Mpeleke mbele sana. Mpeleke Mungu ili akuongoze. Atangulie Mungu akuongozee wewe maisha yako.
katika huo uongozi. Hata baba wa familia kiongozi, mama wa familia ni kiongozi pale nyumbani. Mambo yako yatengeneze, yafanye, mshirikishe Mungu kwa kiasi. Mungu atakupa nguvu ya kuendelea na kufanya kwa upendo. Mungu anautengeneza upendo hapa. Anasema maana Torati yote imethibitika katika neno moja, nalo ni hili: umpende jirani yako kama nafsi yako. Upendo hauchagui, upendo haubagui, upendo haujivuni, upendo hautakabari, hautafuti mambo yake, hauna udhalimu, hauhesabu mabaya. Upendo unakaa katika hali ya uvumilivu. Upendo una mambo mengi sana. Wakorintho wa kwanza 13 inaelezea habari za karama za upendo. Mimi niseme kitu kimoja kwamba Mungu yeye kutufanya sisi kuwa wake, kusema na kusikizana, kuelekezana na kuelewana. Hii ni neema ilikuwa. Mbona wanyama wapo na wanaishi ndio kwa makundi, lakini sio kwa neema kama sisi tuliokuwa nayo. Sijai kuona ng'ombe akichukua jembe kwenda kuchimba madini. Sijai kuona ng'ombe anatoka kwenye mgodi hivi amepata madini. Sijai kuona ng'ombe akilima korosho. Sijai kuona ng'ombe akivuna kahawa. Yeye anajua kula, kunywa, kulala. Sasa akaendelea Mungu kwa upendo huo, anaelezea wa jirani. Jirani yako, wa karibu yako ni jirani yako. Iwe nyumbani unapoishi, kanisani kwako unaposali, lakini iwe katika nchi unayoishi na jirani zako, nchi zilizokuzunguka, bara uliokuwa nalo na mataifa yote, kwamba tuishi kwa upendo. Ametajwa hapa jirani. Lakini kwa sababu tunafuata mambo ya kimwili, hiyo ndio shida inapokuja kutokea hapa. Akaendelea mstari wa 16, akasema basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Tukienda kiroho hatutatimiza tamaa za mwili. Tamaa za mwili zinapoenda kusimama, hizo tamaa za mwili, ndipo panapoenda kutokea na ile chachu ya kwenda kuharibu lile donge. Kwa sababu ya tamaa za mwili zinaenda kuharibu chachu na raha za lile donge. Anasema kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnavyotaka. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Hivi vitu vinapingana, mwili na roho. Roho inataka amani, lakini mwili unataka mambo yake ya tamaa. Iwe kwenye mahusiano, kwenye familia, kwenye makampuni, kazi, serikalini huko, kwenye mashirika mbalimbali, umoja, kikundi. Ukiwa na tamaa, unaenda kuharibu. Hata nchi ina utaratibu wake umejipangia. Ukiwa na tamaa, unaenda kuharibu utaratibu wote. Akasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni dhahiri ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba
watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ni neema ya Mungu kurithi ufalme wa Mungu, ni neema yake Mungu. Lakini sasa basi, tengeneza neema ya duniani wewe kuishi maisha ya kupendeza watu ambayo ndo hao watu wa Mungu. Ukienda kuwafanya wakapata shida, wewe ndo unaonekana kibendera wa kusababisha shida za hao watu. Kwa hiyo tunataka hapa amani iwepo, tusifuate mambo ya mwili. Tunaenda kufanya watu wanaishi kwa hofu, watu wanaishi kwa mashaka. Hii sio salama kabisa machoni pa Mungu, lakini hata pa wanadamu. Wanadamu wanataka amani, wanadamu wanataka upendo, wanadamu wanataka furaha siku zote. Hakuna mtu anataka ghasia, hakuna mtu anataka makwazo, machukizo, kuwekeana moyo pupa, kuhangaika, kujiuliza maswali kwamba itakuwaje. Hapana. Tunapaswa kuishi kwa upendo, kupendana. Tunapaswa kuwa na furaha, tunapaswa kuwa na amani. Hakuishia hapo. Mungu akaendelea akasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ameorodhesha hapa. Katika huo upendo unapaswa kuzaa nini? Tukiwa na upendo, kuna vitu vinafanya nini? Vinazaliwa katika huo upendo. Kunakuwa na furaha, kunakuwa na amani, kunakuwa na uvumilivu, utu wema, ufadhili, uvumilivu, kustahimili, kuwa imara. Mambo yote ambayo yanaweza kutokea lazima uwe na nini? Uvumilivu. Lakini kuna sehemu akasema kiasi. Hayo mambo yafanyike kiasi, yasipite. Yasipite. Tuwe watu ambayo tunatenda kazi inayompendeza Mungu. Tumepewa kusimamia kanisa. Tulisimamie kanisa, watu wa kanisa tusiwapoteze, waumini tusiwakatishe tamaa. Tumepewa imani, tumepewa moyo wa kukuamini. Wewe msimamizi, usitukatishe tamaa ya imani yetu kukuamini. Ni gharama kubwa sana tulioichukua kukufanya wewe kuwa kiongozi na tunakuamini, ukasimama, si tukawa kimya kukusikiliza. Ukawa kiongozi wa kiserikali. Usitukatishe tamaa imani yetu tuliokuchagua, tuliokuweka, tukakuamini, ukatuangusha chini. Tunahitaji sana kuwa wamoja. Tunahitaji sana kuwa na furaha. Tunahitaji upendo wa Mungu. Tuwe tunauonyesha dhahiri kabisa kwamba sisi tunahitaji kuwa salama. Lakini wale walio wa Kristo wanasemaje? Mstari wa 24 anasema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na wazao wake, mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure, tukichokozana na kuhusudiana. Tusichokozane na kuhusudiana. Walio wa Kristo na wa Kristo watatenda matendo yanayompendeza Mungu. Watatenda matendo yanayompendeza Mungu. Sasa Warumi sura 8 mstari ule wa 31 unauliza swali kwamba basi tuseme nini juu ya hayo yanayotokea tunayoyaishi? Tuseme nini juu ya hayo?
Hakuna jibu rahisi kama sio kupeleka hoja zetu kwa Mungu. Yaani ndiko kuliko na majibu. Hoja zetu kupeleka kwa Mungu. Na katika kupeleka kwa Mungu hoja zetu, hakika tupeleke hoja zetu kwa kanuni jinsi Mungu anataka, pasipo kumshika mtu shati wala sikio wala kumtaja jina. Mungu, dunia umeyumba wewe. Angalia dunia. Sisi tunahitaji amani, upendo, furaha, lakini imeingia chachu. Mungu, naomba itoe hii chachu. Kwa Mungu ndiko kuliko kuwa na majibu. Hakuna kiongozi yeyote atakayesimama mwenyewe bila kusema na Mungu ili aweze kumuongoza. Ndiko atakaye kwenda kuyapambanua yale mambo magumu ambayo yeye atashindwa. Viongozi wa kanisa, mtashindwa kupambanua na kutoa majibu kwenye madhabahu zenu, kwa sababu mambo yenu mnayachukulia kimwili. Tuyachukulie mambo kiroho. Tukienda kimwili tunaenda kuleta miemko ya kwenda kuchafua kusudi na maana hata la ibada yenyewe. Wanapokuja watu kanisani, wanapokuja watu kwenye ibada, wanataka kusikia neno ambalo wao katika maisha yao wanateswa nayo. Sasa uwape neno la ushindi kwamba mpe Mungu hayo mateso yako, atakusaidia. Kwa hiyo tunapopeleka taarifa zetu kwa Mungu, Mungu anaangalia kusudi letu na sio farakana. Sio kufarakana. Utakuwa kiongozi mzuri sana. Hata yakija yakatokea sasa ambayo unafikiri mwili haitaweza kushindwa kuyaishi, lakini nina imani pakiwa na hekima na maarifa, hata yakitokea hayo mwili yatayakwepa. Kuongoza watu ni kazi. Yaani watu kuwaongoza ni kazi sana. Watu kuanzia na wawili, palipokuwa na wawili na kuendelea, hao ni watu. Kuwaongoza ni kazi sana. Lakini kama kutakuwa na neema ya Mungu, ukasimama vizuri kumwambia Mungu habari zako na kumshirikisha na kuomba nguvu yake, hakika basi tuseme nini juu ya mambo haya, tutapata jibu. Hata hayo magumu yakashindwa kujulikana ufumbuzi wake, tutapata jibu. Kuna kitabu kinamwelezea Sulemani, anaongoza watu wake. Sulemani anapata nafasi ya kuomba. Sulemani anaonekana anajibiwa na Mungu. Anaambiwa omba chochote. Sulemani anaenda kuomba hekima na maarifa ya kuongoza watu wake. Alijua ndani ya ile nchi watu wanaoongoza kuna paswa kichwa. Yeye mwenyewe hataweza kwa sababu kuna watu wenye elimu. Yeye ameteuliwa tu, ni neema ya Mungu kwamba atakuwa kiongozi, sio kwamba ana akili sana. Kuna watu wana akili kumpita yeye. Na hao watakuja kukosea, atawaongozaje? Lakini kuna watu wa chini aliowazidi yeye elimu na kila kitu, watakuja kukosea pia, atawaamua namna gani? Anamwambia nipe hekima na maarifa ya kuwaongoza watu wangu na kuwaamuru pia na kuwahukumu pia. Mungu akasema umepata hicho ulichoomba. Lakini Mungu akaenda akampa nini? Mtihani. Wanawake wawili makahaba wanaishi nyumba moja, walishika mimba kwa pamoja, wakazaa kwa pamoja. Wanaishi usiku moja, yule mmoja amemlalia mtoto wake, yule mtoto akafa. Akigeuka usiku anaona yule mtoto amekufa. Akaenda akamchukua mtoto, akaenda kumbadilisha kwa yule mwenzake, akamchukua mtoto wa mwenzie, akabaki nao yeye yule hai. Asubuhi yule mama ambaye amebadilishwa mtoto amke kumwangalia mtoto wake amekufa, lakini akimchunguza anaona mbona kama huyu mtoto sio. Akaenda kwa jirani yake, akagundua kwamba mtoto wake ndio yule wa kwa jirani yake. Akamwambia nipe mtoto wangu, huyu ni wa kwangu mimi, huyu mtoto aliyekufa ni wa kwako. Wanaanza kugombana pale. Hawakuelewana. Taarifa inafika wapi? Ikulu. Kiongozi Suleiman akapata taarifa ile.
akawaita wale wanawake kujieleza. Kila mmoja anasema mtoto aliye hai ni wa kwangu, aliyekufa ni wa huyu. Kwa hiyo wakawa kila mmoja anavutia kamba kusema mtoto aliyekufa sio wa kwake, bali aliye hai ndio wa kwake. Sulemani akaona isiwe shida, huyu mtoto aliye hai mleteni, mlazeni hapo chini. Chukua askari upanga, mkate vipande viwili, kimoja mpe huyu na kingine mpe huyu. Yule mama ambaye mtoto wake yuko hai lakini ameonekana ana mtoto aliyekufa, akasema, mfalme, hapana, huyo mtoto usimkate, aendelee kuishi. Yule anaonekana mtoto yuko hai, amemshika mikononi mwake, anasema, mfalme, mkate huyo mtoto, bora tukose wote. Mfalme akagundua, akajua kwamba huyu mtoto aliyekuwa hai sio wa huyu mama, ni wa yule mama aliyemwonea huruma. Akasema, mpeni mtoto yule mama. Akanyang'anywa yule mama mtoto. Sasa alivyokuja kushinda hii kesi, kuwaamua hawa watu, habari zikatapakaa. Swala gumu kama lile, kwa urahisi wa akili hizi, tena akili hata zile za chuo, sijui umesoma mpaka kufika mbali sana huko mataifa ya mbali kusoma, huwezi hata kidogo kulipambanua hili jambo. Lakini Suleiman alimwomba nani? Mungu. Tunajifunza hapa kitu kwamba kumbe tunapaswa maisha yetu sisi kumpelekea nani? Mungu. Yeye ndo anaweza kutufanyia wepesi. Na wewe usikate tamaa, usifadhaike kwa sababu hiyo kwamba umeonekana eti wewe huwezi. Unaweza. Simama imara. Hata haya yaje kiasi gani, Mungu yuko na sisi wakati wote. Ule mstari wa chini kule, ule mstari ulioendelea pale 30, ule wa 31 kitabu cha Warumi, akasema, Mungu akiwa hapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Wapendwa, hakuna kitu kizuri katika haya maisha kama kuishi maisha katika hali ya tumaini. Yaani unaposema natumaini sana tutashinda, ujue hilo tumaini litadumu sana. Tunapoamini jambo, imani, ujue tayari kuna nguvu, hata watu wasema tuna imani naye. Ukichaguliwa katika maisha kuwa kiongozi, msimamizi, tambua watu waliokuchagua wameweka imani, wewe utasimamia swala hilo vizuri. Na kuna wakati inawezekana ikaja hali ya kulazimisha watu kutaka jambo, basi Mungu atakuongoza katika kulimaliza hilo jambo. Tunapokaa katika hali ya umoja, tunapata nguvu na inapendeza, hata Mungu pia anaona sana hicho. Umoja. Sisi Tanzania ni wamoja. Sisi Wakristo wote ni wamoja. Waislamu ni wamoja. Hapa naongea, nimesema mimi ni mtumishi wa Mungu na wanadamu. Waislamu ni wamoja. Wakristo ni wamoja. Tanzania ni moja. Na Mungu wetu ni mmoja. Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Nani? Tukiwa wamoja, sisi ni ndugu. Zaburi ile ya 133 inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Umoja ukiwepo ndipo panapokuwa na maendeleo. Umoja unapokuwepo ndipo panapokuwa na amani. Umoja unapokuwepo ndipo panapokuwa na furaha. Ndipo panaenda kutengenezeka upendo. Upendo
haukosi kuwa na adabu. Upendo ufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo haujivuni. Upendo hautakabari. Upendo utafuti mambo yake wenyewe. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote. Zikiwepo lugha zitakoma. Ikiwepo maarifa yatabadilika. Hii haipo kwenye elimu. Hii inatoka moyoni, rohoni, kwa sababu roho ndiko kuliko na upendo. Kwa hiyo mabaya yote yakitokea tutaenda kuyasawazisha, atakaa kuwa na amani. Upendo utasimama hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inaelezea habari za upendo. Upendo. Hata tusemezane kwa lugha za namna gani, hata tuwe na elimu za kiasi gani, kama ndani yetu hakuna upendo, ni bure. Ni sawa la kubeba tu debe kubwa, debe umelibeba debe alafu unatembea nalo hivi tukifikiri umebeba unga, kumbe hakuna kitu. Tuwe na ufadhili. Tuchukuliane makosa yetu. Tusameheane. Ni jambo jema sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu ulionisikiliza. Umeacha muda wako na umenisikiliza. Ukiliokota moja lifanyie kazi. Lakini lililo kuu ni upendo, amani, tumaini, haya matatu. Na katika hayo upendo udumu kati yetu. Tusiweke chachu katika maisha yetu. Hakuna anayefurahia mahangaiko. Hakuna anayefurahia ghasia. Hakuna. Mungu akubariki sana, na Mungu akuinue, na Mungu akushindie. Amina.